huo mkongojo wa nini? Unasema? Wa nini wewe hapo? Jamaa, wewe bibi wa chocho, huyu mkongojo ndo miguu wangu watatu. Basi endelea na kazi zako. Ndio maana sitakagi kufatana na wewe kazini. Nilikwambia kaa huko upumzike. Nitakuachia uje uanzishe habari mwenyewe. Niache. Hello guys, mambo vipi? Natumai mko good kabisa watazamaji wa channel ya Mzee wa Chocho. Baada ya kuchochola chocho ili kupata vitu, niwaletee habari kem za ukweli za masuperstar wa Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Leo sasa kuna habari moto baada ya kusikiliza kwenye madirisha ya watu. Kujua ni zipi zinazofanya TV za watu zinapata moto. Mimi yoyote ile inayofanya TV za watu zinapata moto, napita nayo. We, mshtue huyo, unashangaa nini? Hiyo hapo hiyo. We nawe. Hiyo hapo hiyo. Samahani. Bila samahani. Nilikuwa naomba mama unikutanishe na Mwanaolimu. Haina shida. Lengo langu nataka nijue mama. Huko. Twende huko nimesikia. Odi. Samani. Usiogope chochote. Mimi naitwa Mzee wa Chocho. Mzee wa Chocho ndo nani? Wewe Mzee wa Chocho mfahamu? Kazi yangu sio kubwa sana, ni kusikiliza madirishani ili kujua kabisa zipi zinapata moto kwenye TV za watu. Jina langu naitwa Mzee wa Chocho. Samani. Wewe kazi tunaangalia TV. Hakuna ubaya. Kama utaki unikaribisha nje, sogea kwa hapa basi tuongee vizuri. Samani, wakati napita nimesikia udugu unacheka peke yako, unafurahi. Kipi kinachokufurahisha humo ndani? Kwani wewe kazi yako kuchungulia madishani kwa watu kuangalia kama wanaangalia TV? Kwa sababu nataka burudani unaiangalia na mimi nikachukue udugu. Maana nasikia unacheka, unafurahi kabisa. Nini unachokitazama humo ndani? Wala usiogope. Hapa mimi sio jambazi. Ni kababu fulani ambako hakataki uzee, nataka ujana mimi. Nini unachokiangalia humo ndani? Movie gani ya moto? Niko naangalia movie. Movie gani unaitazama udugu? Movie inaitwa Monster. Nisaidie kameramani nini? Mungsang. Akasema moningani. Hiyo ya Tanzania ya Kibongo unaipata YouTube. Umeona vitu chocho kwa chocho, mzee wa kuchungulia madirisha, zipi zinazo trendi, TV za watu zinapata moto. Hiyo hapo hiyo Monster nimeisikia. Hapa sijui niende banda gani, kwa wapi hapa wanapotoa movie ili niende nikanani? Au ndo niingie YouTube? Ingia YouTube. Monster. Okay. YouTube unaipata. Kwa hiyo nikienda YouTube na mimi najipatia. Utaipata, utaenjoy, utafurahia. Ni nzuri sana. Ndio maana nilikuwa nacheka ndani peke yangu. Sasa sijui nitakuwa na bando mimi. Basi samani, mimi naondoka. Kamziki gani unapendaga ili nicheze na wewe unafurahi, ambacho kikisikia roho yako inafurahi? Wazuchu. Kwa hiyo wewe muziki ya Zuchu wowote tu unautaka basi nitaondoka nao huo. Twende sasa tukaikamate hiyo Monster. Yes, hiyo inaitwa Monster. Bibi wa Chocho, inaitwaje? Nisaidie, kazi ngumu. Sitaki usumbufu. Mungsang. Hivyo.
hiyo imekuja kuleta gumzo, chocho kwa chocho zinasikika. Baada ya kukuta mtu anacheka na kufurahi mwenyewe. Sasa nini ambacho kimemfurahisha mimi sijui. Ikanibidi ni chochole chocho kwa chocho kubahatika kumpata huyu mtu ambaye ameifanya. Nasikia Mtanzania nikamchochola, nikatafuta udugu, sijampata. Nilichobahatika kupata namba zake za simu. Tunataka kujua tunataka kujua ni kitu gani kinachofanya TV za watu zinapata moto. Tajua leo. We, mshtue huyo hapa mwamba. Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Limsungi Mtunte, ni CEO wa Da Film Media, pia ni actor, ni director, pia ni story writer. Majina yangu matatu, naitwa Mwekalo Didi Zuberi Msekeni au Limsungi DD. Huyo hapo Mwekalo Didi Zuberi Msekeni. Msekeni au Msekeni Tunte, Mwekalo Didi Msekeni. Yote ya kwake. Shika moja tu director. Okay, sawa Mwekalo Didi. Wadau na mashabiki zako wanataka kufahamu nini lengo au dhumuni la kuandaa hiyo kazi yako. Nini lengo? Okay. Lengo ni kubwa sana. Lengo ni kufika worldwide na sio hapa, na kikubwa ni kusaidia pia watu ambao walikuwa wanaanza, kwa sababu watu wengi wanakuwa wanatutafuta pia kufanya kazi. Kwa hiyo hii kazi niliyoiandaa kwa sasa hivi, lengo pia watu waone kwa nini tunafanya na uwezo wetu uko wapi, na kikubwa ni kuwakilisha sanaa yetu ya Bongo ifike sehemu na kuwapa watu ajira na kusaidia vizazi pia vinavyokuja, kwa sababu watu wengi wanapenda, na sanaa pia ni kazi, ni ajira kama vitu vingine. Kwa hiyo tunaomba support, naomba mtushike mkono. Ni hivyo, nawashukuru sana. Safi sana director. Kiukweli umetiririka vizuri kwa lengo lako kama ni hilo. Mzee wa chocho, nitazidi kuchapa chocho kuhakikisha na mimi natimiza lengo kama ulivyosema. Je, unataka wajifunze nini mashabiki zako kupitia hiyo kazi yako? Bwana, hii kazi ni Mungsang. Maana ya Mungsang ni my blood. Yani damu yangu. Kwa hiyo hii kazi tunakwenda kujifunza maisha halisi, kwa tusifuge chuki, na kila kinachotokea kinakuwa kina sababu. Nadhani ukifuatilia hii movie mwanzo mpaka mwisho utajua nini yule mwanamke kilichomuondoa na nini amerudi na amerudi kwa nini. Sababu hii movie ina visa kama 5 4 vitofauti. Kikubwa ni kujifunza katika maisha yetu halisi na jinsi gani tunatakiwa tuishi. Hisi ni hivyo. Kikubwa tufuatiliane tu kwenye channel ya Da Film Media. Ukiingia hapo, hisi utaona support yako ni kitu kikubwa sana ili tuweze kufika tunapohitaji. Safi! Ni kwa nini chuki nini? Kitu gani? Chuki nini? Kikubwa kuendelea kufuatiliana kwenye hiyo Da Film. Unaikuta Mungsang. Unaikuta. Utajua kwa nini karudi. Sijui nani. Safi. Sawa. Sasa ni changamoto gani unazozipitia kwenye kazi yako? Changamoto ni kubwa. Kawa hatuwezi kukata tamaa, kwa sababu sisi tumeamua kupambana. Changamoto ni kubwa. Binadamu sisi wenyewe kwenyewe tunafilishana. Sometimes budget inabidi story sometimes inabidi tuzicheat. Wenyewe wanasema kwa sababu ya budget. Unaweza kuwa story yako inataka ikashuti mpaka Mlimani City bro. Sasa Mlimani City unaingiaje? Kikawaida lazima kuwa kuna process ndefu na lazima uwe na budget ya kutosha. Kwa hiyo
sometimes ugumu ambao tunaopitia katika kushuti au location ambazo tunazokuwa tunazipanga na story zetu tunakuwa tunaenda tofauti, kwa sababu bado hatuna management, hatuna uongozi, kwa bado kuna changamoto nyingi sana. Kuna kufurishana, mtu unaweza kumcast acheze main character sini 7 8 9, siku nyingine akakuvimbia kawaje, kamtafuta mtu acheze, yani hivyo. Kwa tunafurishana wenyewe kwa wenyewe, pia tunafurishana kwa sababu bado hatujapata endorsement, yani inamaanisha kwa hatujapata management za kutumanage na kutupa support. Inamaanisha kwa media, sometimes ziko media nyingi zinaweza kusupport, kuna watu binafsi pia wanafuatilia, wengine wako nje ya nchi. YouTube iko dunia nzima. Kwa kikubwa sisi changamoto tuliokuwa nayo ni support ya ufanyaji wa kazi, support ya ufikishaji kazi sehemu husika. Ni hivyo tu, kama tunaweza tukasupportiwa hapo, mimi na sisi tutakuwa wakubwa, kwa sababu tunatamani tufike sehemu. Msitone tuko YouTube tutamani kufika Azam, kwa sababu hatuwezi kufika Azam kwa sababu Azam kuna watu ambao wamejitenga na wao ndo wapo. Ili tuwafikie lazima tutafute watu. Ni hivyo tu. Safi sana Elimsongi. Hizo ndo changamoto za kazi ambazo yeye amezizungumzia. Sawa Elimsongi. Pole kwa changamoto, lakini natumaini yote unayotarajia utayapata tu. Yanawezekana. Kikubwa ni kuvumilia kama ulivyosema. Ni kitu gani sasa Elimsongi unachokichukia? Wakati wa uandaji wako wa kazi, ni kitu gani unachokichukia ambacho hupendi kabisa kukisikia wala kukiona? Ni kitu gani? Abronja. Aboko una create story afu ukiwa na njaa. Sometimes unaweza kupata idea nzuri. Lakini sometimes wana njaa noma. Hivyo, lakini pia kitu kingine ambacho sikipendi ni kuwa out of mood wakati naandaa kazi. Namaanisha kwa naweza nikawa naandaa kazi niko katika utulivu, nafanya meditation nzuri, ikaingia simu. Hapo Elimsongi na mimi naingizia la kwangu. Mimi nakuwa niko out of mood sana kwa sababu ya bibi wa chocho. Kazini anapenda kunifatafata. Anajua mimi nikija huku na nilivyolipuka hivi ninavyopendeza, mimi napata totos. Yaani kiukweli, au ngoja nisikukatisha ya kwangu nitaongea siku nyingine. Huyu bibi wa chocho, wewe kunifata mwisho leo nakwambia. Wewe, hiyo ndo kazi inakuleta? Ongelea habari zako hapo. Kaone. Ongelea habari zako, ole kunifata tu. Twende Elimsongi. Ambayo kanitoa kwenye modi ya kufanya uhariri wangu vizuri. Pia na vitu vingi tu ambavyo ninavichukia, lakini siwezi kuvipresent sana. Lakini kikubwa, hakuna kitu kitamu kama unavyoandaa story. Bwana, story nataka niende ngoja na zangu Zanzibar bwana. Unaenda zangu kisiwani. Nikaona sehemu nitulie na daftari langu nini kila kitu, nianze kuandika story. Wakati unakisikia umetaji unaenda na swimming. Na refresh, fanya hivi afu kija unakaa, brain inakuwa imetulia, unaweza kufanya kitu kikubwa sana. Kwa hiyo ni hivyo tu, ni vitu ambavyo unaovichukia ni kutokuwa hatuna maandalizi wakati tunataka tuandae kitu. Ni hivyo. Elimsongi, umenikosha. Mzee wa chocho. Leo kiukweli umeniambia mambo ambayo yananikaa kwenye moyo wangu. Sasa je, Elimsongi, unahitaji kupata management yoyote? Management. Japo tunagombana lakini unanisaidia kidogo. Ili neno linatamkwaje? Management. Unahitaji kupata management yoyote? Ama wewe unajitosheleza kwenye kazi zako? Elimsongi, tuambie hapo. Bwana, hakuna mtu asiyopenda management. Ila inategemea. Maana kila management unajua inakuwa ina category au inakuwa ina tuseme kwa haraka wanakuwa wana vipengele. Vinaweza vikakubana au vinaweza kukufanya uwe huru. Lakini kwa mimi naona najitosheleza. Mimi napenda kuwa mimi. Sababu mimi mwenyewe ni CEO, unajua. Mimi mwenyewe na manage watu, naishi na watu, na crew, na shoot movie, na account ya YouTube, shaelewa, na account zote. Lakini kitokea mtu akinisupport sitokataa, kwa makubaliano sitokataa, lakini
napenda kuwa mimi na napenda kubaki kuwa CEO. Nafasi yangu sitaki mtu aje kuichukua. Manafasi mimi mwenyewe sipendwe kubana bwana. Mzee wa chocho unanibanaje? Nafasi yangu hii sipendi, na siku bosi akinifukuza kazi na hama na mzee wa chocho yote inaondoka. Sasa hilo nimelielewa. Vipengele hilo nimelielewa. Sasa je, ukiachana na wewe, ni msanii gani ambaye unapenda kumfuatilia kazi zake? Ukiachana na kazi zako ama kupenda kufuatilia kazi zake. Sasa leo mimi nakaa kwenye kiti, mzee wa chocho akaja kupiga chabo ili akuone na wewe Msungi kuna kitu nakitazama kutoka kwake, atakaye kushawishi. Ni msanii gani huyo? Hebu tuambie tujue. Ni sawa, sisi wote Tanzania tutapendana. Mimi kwa sababu haja expire mtu kwenye filamu. Hakuna mtu ambaye natamani kuwa kama yeye, ila kuna watu nawapenda kwa sababu wanafanya kazi nzuri na wanatutangaza. Actually kwa mfano kama Gabo Zigamba. Best of the best. Napenda sana kumwangalia Mtambalike, Rich. Na kuna DJ Ben, kija JB. Safi sana. Kwa wanawake wako wengi sana, siwezi kuwamaliza. Ila katika top 3 zangu ni Gabo, Rich, Mtambalike, huko nakuja kumaliza na JB, DJ Ben. Au ni watu ambao wanawapenda na nikiwaangalia kuna kitu na geni na kuna kitu naingiza, ila sitamani kuwa kama wao. Mimi nataka nibaki mimi kama mimi. Safi sana. Amewataja wamba ambao yeye anaweza akawatazama na TV yake ikapata moto. Mzee wa chocho akapita akapiga chabo na kusikiliza TV gani, kazi gani inayofanya TV inapata moto. Sasa je, Msungi director, unamwambia nini wasanii wenzako chipukizi na waliotangulia wakati wa kuandaa kazi zao? Nini unawaambia wewe? Bwana, wasanii mliotangulia wakati mnaandaa kazi zenu, acheni kuwapa cast mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, kwa sababu kuna watu ambao mtangulia tunaona wanachezesha watu wengi, ambao hawana kipaji. Yaani kumekuwa kuna ujamaa sana. Wasanii wengi wako mtaani, ila kwa sababu tu kuna mtu fulani akaunti yake ya TikTok kubwa, ana duka la nguo, anaiki, unamweka kwenye movie kwa sababu ya title yake, lakini hana kipaji. Unampa scene anacheza anacheza kabisa chini ya kiwango ambacho kuna watu huku nje wapo wanaangalia, wanaweza wakacheze. Yaani ni iko hivi, muuza nguo mwacheni auze nguo. Yaani kila mtu mwenye business yake mwacheni, abaki mwenye sanaa yake, mpeni nafasi kwenye sanaa aonyeshe sanaa yake. Pia kwa wale ambao wanaotamani kuwa wasanii, sanaa ni ngumu. Sanaa ina shortcut. Lazima ukubali kuchekwa, kudharauliwa, kuzomewa, kuonekana una maana, sometimes hata kuachwa na mke au na ndugu, jamaa, marafiki. Kwa sababu ukiwa unafanya ukiwa uingizi kitu, na maanisha kwa kila mtu atakukimbia. Ila ukiwa unafanya ukiwa unaingiza kitu, basi kila mtu atakuwa ndugu yako. Kwa hiyo mnaokuja kwenye sanaa, jiandaeni kwa kuchekwa, kuzomewa, kungongwa na kuonekana hamna mpango wala hamna akili. Na mliokuepo kwenye sanaa ambao mmetutangulia, kila mnachofanya kastini watu ambao wanafiti katika sini. Yani sio mtu, yani nyinyi kitu mnachofanya mnachokosea kwa, yani utakuta script, yani mtu anataka script wakati sanaa iko script. Ndio nataka mtu kamtafute mtu mtaani ambaye script nimtaka awe mlevi awe nani huko nani, mtengeneze ili akae kwenye script. Sio kwa sababu tu mtu yuko vizuri, anavaa vizuri, ana shine, basi unampa script yeye. Hiyo nachukia sana. Ila poa, tuendelee kupambana. Imekaa hiyo mahali pake. Mshtue huyo kama hayupo. Sikiliza kitu hiyo. Usimpe kazi mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba wa bibi babu. Kisa tu uko naye karibu ama mtu kalipuka. Kisa mzee wa chocho hapa. Leo nimetupia mpaka bibi wa chocho ananionea wivu. Unanikuta unaniambia bwana kamata sini. Wewe niache tu nichochole na kazi yangu, chungulia madirisha. Hicho ndio kinachonifaa. Muda mwingine unamwagiwa maji ya ukoko, unajilambalamba.
Hiyo imekaa hiyo. Safi sana Elimsungi. Una vitu vizuri kabisa vya kuweza kutuambia. Siku ya leo tumeenjoy, tumefurahi. Mzee wa Chocho, nimekuelewa, nimekupata vizuri kabisa. Jumbe ni mzuri. Natumai wasanii wenzako wamepata kitu. Je, unawaahidi nini? Mashabiki zako wanaofuatilia kazi zako. Hiyo kuahidi kwa rehema za Mwenyezi Mungu, sisi tunasema inshallah Mungu ndiye anayetoa. Bampa tu bampa, kazi tu kazi. Leo tunapambana, kesho tunapambana, kesho kutwa tunapambana mpaka pumzi inapokata. Wao sisi tunasemaga si pora si pera. Kama uhai hupo basi tumaini lipo. Kwa hiyo ni kikubwa, tuendeleeni kupeana support, tuendeleeni kuangaliana, tunapokosea mtuambie, kwa sababu tunafikisha ujumbe kwa kioo cha jamii na jamii inatuangalia sisi. Tupo kwa sababu ya kufundisha, sio kwa sababu ya kupotosha. Ni hivyo. Nawapenda sana. Asante. Je, wanazipataje kazi zako kiurahisi kabisa kupitia mitandao ya kijamii? Wanaweza kupata vipi kazi zako? Okay, mimi naitwa kama nilivyokuambia TikTok, utaandika Limsungi Mtunte. Kuna namba zangu pale. Facebook Limsungi Mtunte. WhatsApp kuna namba yangu, TikTok, FB zote unapata, Insta Sungi Mtunte. Ukiingia YouTube Da Film Media naweza kupata kazi zote zikawapoa. Hivyo, nawapenda sana. Ciao. Okay. Safi kabisa. Mwamba unampata kazi zake kupitia majina hayo hapo yote aliyotaja. Nimekumbuka moja tu, Da Films. YouTube ndo unampata. Kote huko kwa jina lake huko, yes, nimesahau. Lakini okay, unaweza ukapreview ama ukarudia kwenye hii channel ya Mzee wa Chocho, ukasikiliza kwa makini na ukapata kazi zake kiurahisi kabisa. Neno la mwisho kwa mashabiki wanaotazama channel hii ya Mzee wa Chocho, Mzee wa kuchochola, ili kujua zipi zina trend, zinapata moto kwenye TV za watu. Unaona, bibi wa Chocho, mzuko umepanda sasa na baluza tu. Na tiririka. Utanifundisha nini wewe? Wewe ndio umechelewa, nimekoa kule kwenye maboga. Ndani. Acha watu na kazi zao. Yes! Na chochola, Mzee wa Chocho. Neno la mwisho unawaambia nini wewe mashabiki wa channel hii ya Mzee wa Chocho? Unawaambia nini wewe mashabiki wa Mzee wa Chocho? Bwana, Mzee wa Chocho anatisha. Ndio habari ya mjini. Unajua nini? Huwezi kujua maana nini ya Mzee wa Chocho. Maana ya Mzee wa Chocho ya kuwapa kipaumbele au kuwapa thamani wasanii waliokuwa mbele na wanaoanza. Ushaelewa? Kwa hiyo ukija kwa Mzee wa Chocho, watu watakutambua kwa wewe ni nani, unafanya nini na unapatikana wapi. Safi. Kwa hiyo shout out to you Mzee wa Chocho. Big up sana Mzee wa Chocho. Mungu akuweke Mzee wa Chocho. Endelea kutupaisha. Saluti sana. Namwambiaga huyu mimi sijaja kucheza mjini. Watu na kazi zao. Unaiona hiyo? Kwamba leo mimi nakubalika, nikikwambia unakataa. Ndarala Mzee wa Chocho. Safi sana. Bwana, tumefikia hitimisho ya interview exclusive. Nimekosea? Umeabananga. Mimi nisemeje? Interview exclusive. Interview exclusive. Yes, Mwamba alikuwepo hapa Elimsungi. Tumeona dude lake, tumeona kazi lake. Nasi tutazidi kuchochola. Ngoja tukatafute lingine sasa. Tulipointa waendea Uturuki. Nikija na habari za Uturuki, nipate Uturuki. Nyamu. Twende nyumbani. Tunanipata hapa. Uturuki unaijua sana.